Mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Sky Cable TV Kenya. Sky Cable TV Kenya is a go-to channel for a message of hope and encouragement. Mwathani arogocwo haria hothe uranjirorera ndi guku mitambo-ini ya Sky Cable TV ngithie na mbere na morutani ma kiugo kia Ngai. Subscribe now to our channel to start enjoying our wide range of amazing content. Subscribe now and start enjoying spiritual nourishment from pastors and bishops. Subscribe and start enjoying eye-opening counseling on marriage and relationships. Subscribe and start enjoying beautiful music. Subscribe and start enjoying some rib-cracking comedy and more. Na njukite guku ni undu wa kwenda kumiriria ngoro cia andu aria magikorwo moritwo ni hinya mahote gucokwo ni thayu na mahote guthie na mbere na muturire na kwaria ni kwendana na kuo kwendana niguo thayu ri koguo nikio tuoka ringi nigetha tuhane uhoro sararuko tutikuhitha tukwaria uria Ngai atwirite na tutiukite hi nigetha tukuonererie we uria ui na uria tui riu twekire kiondo-ini kimwe maundu magacire na moke wega ni tondu Ngai witu ni atutuma. Ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio, ageni ne mogeithio, ne mogeithio. We also offer the following services: wedding coverage, photography, videography, advertisement, production, branding and design, events coverage, and send-off coverage. And here is our contact info. Thanks for watching. Share this video and subscribe now to our channel. Amen. Amen. Mtazamaji wangu na msikilizaji mahali popote ulipo, na nimekukaribisha mahali hapa kwa Sky Cable TV ili tuweze kusemezana mawili matatu ya ufalme wa Mungu. Majina yangu ni Pst Daniel Maina Mwangi kutoka kanisa letu la Hope Fellowship Center Pipeline. Na hata kabla ya mambo mengi, ningelipenda kuwakaribisha kuanzia siku ya kesho hadi siku ya Jumapili. Tuko na mkutano wa Injili mahali pale Tel Aviv kuanzia saa 9 hadi saa 12:30. Na vile vile pia tuko na mkutano wa door to door, one on one evangelism. Kama unaweza patikana, karibu sana kuanzia saa 4, na Mungu wetu atakubariki sana tuweze kunenea watu habari njema ya ufalme na upendo wa Yesu juu ya maisha yao. Na kwa wakati ambao umesalia, ningelipenda mahali popote ulipo, nyumbani, barabarani, unaposafiri na hata nje ya nchi ya Kenya, ningelipenda ugane na mimi tuweze kusikia neno la Bwana, na naamini ya kwamba Mungu uzima atubariki. Basi kabla ya hiyo, ni vema tuweze kuomba na ili Mungu wetu atubariki tunapoanza neno la Mungu, na itakuwa ni baraka sana. Baba wetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu, nakushukuru sana asubuhi ya leo kwa sababu ya nafasi ambayo umeweza kutupea katika huu mtandao, mfalme wa wafalme. Jina lako litukuzwe, ni kwa sababu ya wasikilizaji wangu na hata watazamaji mahali popote walipo. Na Bwana ya kwamba utawapa nafasi nzuri ya kuwa katika uwepo wako, mfalme wa wafalme. Wanapolisikia neno lako likaweze kuwabadilisha Bwana, na likaweze kupata nafasi katika maisha yao.
kwa sababu ni Mungu aliye mwaminifu. Na kuinua Bwana ni kwa sababu utakuwa msaada kwetu. Nami ninapoliachilia neno lako, naomba ya kwamba ukanitumia kama chombo cha heshima. Watu wako wakabarikiwe kwa sababu ni Mungu aliye mwaminifu. Katika jina la Yesu, Bwana tunaomba na kushukuru, na kila mtu aseme amen. Amen. Ujumbe wangu wa siku ya leo nimeuita in the beginning God. Maana katika kila jambo ni vema kutambua ni nani aliye mwanzilishi, na katika kila kitu kiko na mwanzo wake. Japo huwa tunatazama mwanzo wa kitu, ni vema nikukumbusha kwamba everything in this world has its beginning, na kuna ambaye huwa abedie mwanzo wa kila jambo. Na ndio maana mada yangu ya asubuhi ya leo ni kwamba kwa kila jambo Mungu awe utangulizi. Na ningelipenda ufungue nami katika kitabu cha Mwanzo sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza, ama the Genesis chapter 1 verses 1. The Bible says, in the beginning God. Hallelujah. In the beginning God created the heavens and the earth. Hiyo tu ya kwamba pale mwanzo Mungu anajitanguliza yeye mwenyewe. In the beginning of everything that came in this world, God was there. In the beginning of the universe to be created, God was there. And so Mungu alitaka katika mwanzo wa mambo yetu yote, yeye akuwe ndiye anayetangulia katika kila jambo. Na alikuwa na sababu ya yeye kusema kwamba in the beginning God, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba yeye ndiye ameshikilia mwanzo, katikati na hata mwisho wa jambo. Lakini wakati mwingine kama wanadamu tunaanza mambo bila ya Mungu kuwa, na wakati mwingine huwa tunakumbuka Mungu wakati shughuli zimetuendea mlama. But I want to tell you this morning ya kwamba unapoamka ni vizuri ukaweze kuamka na Mungu, na unapofanya mambo yako ni vizuri kuhusisha Mungu katika kile ambacho unachokifanya. Unapokuwa na usemi wote ule, ni vema Bwana awe kielelezo, awe anayekutangulia katika maneno ambayo unayoyatamka. Why? Kwa sababu wakati Mungu anapokutanguliza unakuwa baraka, sio kwa nafsi yako tu peke yake, hata kwa ulimwengu mzima. Nashukuru Mungu ni kwa sababu ya mtumishi wa Mungu Musa alipokuwa anawatoa wana wa Israeli kule nchi ya Misri. Bible inasema ya kwamba Musa pia, kwa sababu alikuwa mwanadamu, alianza. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu alipoitwa na Bwana, Musa alikuwa na conversation na Mungu, na kataka kujua huyu Mungu anayenituma ni Mungu wa aina gani. Na hata nikifika huko, maana sitaki kuchanganyikiwa kule barabarani, ama swali nikiulizwa nisiwe nitajibu ni Mungu yupi. Na Musa akamuuliza Mungu, nitakapofika kule ambako unanituma, nitamwambia mfalme wewe ni nani? Haleluya. Wakati mwingine huwa tunaamka tu na tunajitayarisha, na huwa tunaondoka na tunaelekea katika biashara zetu bila Mungu kujua ni wapi huko tunakoelekea. Mpendwa wangu unayenisikiliza, wacha nikuambia kwamba ni jambo la busara kwa kila jambo unalolifanya, kwa kila safari unayoitangulia, kufahamisha Mungu. Mungu hapendi mtu wa kumstukia wakati mambo yamemwendea vibaya. Na ndio maana Musa anamuuliza Mungu, je, nitakapofika mahali pale, nitakapofika kwa huyo mfalme, nitamwambia wewe ni nani ambaye umenituma? Ndio Bwana akamwambia, au utakapofika mwambie I am whom I am. Na so Musa alikuwa na confidence ya kwamba hayuko peke yake katika safari hii. Ako na Mungu ambaye amemtuma, ama kuna mtu ambaye yuko nyuma yake. Na so alikuwa na confidence ya kuface yule mfalme na kumwambia kwamba nimekuja
Na sababu ya nicho hapa, nimekuja kwa sababu nimetumwa kuwatoa hawa wana wa Israeli kutoka huu mchi wakamtumikie Mungu wao. Na Musa alipoondoka na kuelekea mahali pale, Biblia inasema ya kwamba alipokutana na Farao, lile neno ambalo alipokuwa amemuuliza Mungu, nitasema wewe ni nani? Musa alimwambia Firaoni, nimetumwa na the God who he is, or who I am. Bwana Yesu asifiwe sana. Nashukuru Mungu ni kwa sababu kazi ya Musa ilikuwa rahisi. When you have God in your journey, when you have God in your things, when you have God in your business, your work becomes easy. When you have God in your family, everything that you do, because God is involved there, your matters becomes easy. Kwa sababu wakati umekuwa attacked by the devil, unamwambia kwamba sikiza, I have a God within me, I am not alone. And because you have the kings of kings, shetani hawezi tawala mahali kuna mfalme ambaye mwingine anayetawala. Na unapoangalia katika kitabu cha Exodus chapter 33 verses 12 to verses 14, Bible inasema kwamba, and Moses said to the Lord, you have been telling me, lead these people, but you have not let me know whom you will send me with. You have said, I know you by name, and you have found favor within me. If you are pleased with me, teach me your ways, so I may know you and continue to find favor with you. Remember that this nation is your people. Kuna maneno Musa anamwambia Mungu ya kwamba umekuwa ukiniambia niongoze hawa watu, na hujaniambia ni nani ambaye atakayenisaidia kuweza kuongoza hawa watu pamoja na mimi. Na umekuwa ukiniambia kwamba nimepata kibali mbele ya macho yako, na vile vile pia unanichua kwa jina langu. Musa was so much concerned about the leadership ambayo alikuwa nayo na wana wa Israeli, kwa sababu alikuwa anajua ya kwamba kazi ambayo iko mbele yake ni mzito na hawezi peke yake. So akataka kujua kama, yani kana kwamba, je, Mungu bado yuko pamoja na yeye? Na Biblia inasema ya kwamba Musa akamwambia Mungu, remember that this nation is your people. Kumbuka taifa hili ni watu wako. Unavyojua ya kwamba watu unapowaongoza wako na mambo mengi, wako na shida nyingi, kwa sababu vile nimeumbwa sivyo umeumbwa. Hallelujah. And so Moses knew that he needed a lot of wisdom in guiding these people and also in leading these people. Na jambo moja ambalo Bwana nafurahia alipomjibu, it is that verse 14. The Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. Uwepo wangu utaandamana na wewe na nitakupa pumziko. Hallelujah. Jambo ambalo linalonifurahisha asubuhi ya leo ni ya kwamba wakati Mungu umemuhusisha pale mwanzo katika mambo yako, your heart is at peace. Hata ukipatana na changamoto barabarani, when God is with you, your heart is always at peace. Na hakuna kitu kizuri kujua ya kwamba uko na mtu ambaye ako na wewe kila wakati. Usiku yuko na wewe, mchana yuko na wewe. Hallelujah. Katika mawimbi yuko na wewe. I want to thank God this morning, because when God is there for you, Paulo anasema ya kwamba who can be against you? Hallelujah. So when God is there in the beginning of whatever that you do, there is a total assurance. You have a total security
ya kwamba even when I pass through the deep waters, there is someone that will hold me with his own hand. There is someone that will lift me up and will take me through to my success. Hallelujah. And so this morning, I want to assure you, mahali popote unaponisikiliza, ya kwamba ni jambo jema unapohusisha Mungu katika shughuli zako. Wakati mwingine natazamanga wana biashara, umetoka kwa nyumba asubuhi na umeelekea katika biashara yako, lakini Mungu hukuwa umemuhusisha. Wakati kumekauka, hapo ndipo unaweza kusema, Bwana nikumbuke. Kumbuke ya kwamba nagojewa nyumbani, niwekelee mkate mezani. Na in the morning, Mungu hakuwa anajua kule unakoelekea. I want to inform you this morning ya kwamba wanaomuhusisha Mungu katika shughuli zao pale mwanzo, Mungu huhakikisha ya kwamba hiyo amani, hilo pumziko ambao ameahidi kwa mtumishi wake Musa, lazima hata wewe ukuwe nalo. Hakuna kuteseka tena. Ni kwa sababu Mungu anajua ya kwamba what you desire in your life, God knows what you need. Hata wakati haujamuomba, God knows what you expect after you have opened up your business. And so when we involve God in the beginning, when God is there, I want to assure you this morning ya kwamba kuna surety ya kwamba Mungu wetu lazima akushughulikie. Na ndio maana Musa akamwambia Bwana, ndio umekuwa ukiniambia niongoze hawa watu, lakini hata hivyo ningelipata kujua ni nani atakaye kuwa pamoja na mimi ili tuweze kuwafikisha katika nchi ya Kanaani. Thank God this morning, ni kwa sababu Mungu anapokuita, anakuita peke yako. Mungu hakuiti na mtu mwingine ili aweze akusaidie katika safari hii ya imani. When God called you, alikuita kwa jina lako peke yako. And so God knew when you submit to his authority, when you obey his voice, he will send his presence to go with you, to be your security in whatever that you do. If you read in the book of John, chapter 2, there is this guy that he was doing a wedding. Na huyu jamaa, Biblia inasema ya kwamba akaadaa karamu. Na alipoadaa karamu ya harusi, alijua ya kwamba harusi ina shida mingi na iko na all the challenges. Maana kuna watu ambao ni wawivu, kuna watu ambao hutumwa kuharibu tu karamu ya mtu. Na this man in the book of John chapter 2 verses 1 to verses 11, Biblia inasema ya kwamba alipotayarisha karamu yake, kuna watu ambao alialika. Na nashukuru Mungu ni kwa sababu among the people that were invited, in verses 2 the Bible says, and Jesus and his disciples had also been invited to the wedding. Na Yesu na mitume wake walikuwa wamealikwa katika hiyo harusi. Hallelujah. Jamaa alikuwa anajua ya kwamba when Jesus is involved in any event, hakuna jambo hata lolote ambalo litaenda saga mnege, ama hakuna jambo lolote ambalo litakuwa baya. Nashukuru Mungu wa mbinguni ni kwa sababu ya wale watu ambao hupata ufahamu huu ya kwamba katika mambo ambayo tunayoyapanga, iwe safari, iwe familia, when Jesus is involved in their matters, Mungu huja na analainisha mambo. Hata wakati dhoruba imewachia, hata wakati mambo yamewakumba, kwa sababu Yesu anahusika katika maisha yao, katika mambo yao, hakuna jambo hata moja linaloweza kuharibika. Na ikatendeka haya, Biblia inasema ya kwamba in verses 3, when the wine was gone,
Jesus' mother said to him, they have no more wine. Verses 4, the Bible says, dear woman, why do you involve me? Huyu ni Yesu aliyekuwa na jibu mama yake baada ya kuambiwa ya kwamba divai imeisha. Na anamwambia, mamangu, kwa nini wewe mwenyewe unaniuzisha katika mambo haya? Jambo moja nashukuru Mungu ni kwa sababu ya hili, ya kwamba Yesu alikuwa anajua ya kwamba kalamu hii si ya mama yake, na so yule ambaye alikuwa amuuzishe ni bwana harusi na bi harusi. Na shukuriwe Mungu wa mbinguni, kwa sababu kabla mama akuja kumwambia kwamba divai imeisha, verse 2 Biblia inasema ya kwamba na Yesu alikuwa amealikwa katika hiyo karamu. So Jesus was already there. Na verses 5, the Bible says, his mother said to his servants, do whatever he tells you to do. Sasa hapa mama yake Yesu amejiondoa, kwa sababu sio yeye aliyekuwa mwenye kalamu. Mpendwa, ni vizuri wewe mwenyewe peke yako. Usikubali pastor wako akuitie Yesu katika mambo yako. Usigoje askofu wako akuitie Yesu katika ndoa yako. Una nafasi nzuri ya kumkaribisha Yesu katika shughuli zako wewe mwenyewe. Unapoamka asubuhi kuelekea katika biashara zako, wewe mwenyewe chukua nafasi na kumwambia Yesu, ninakukaribisha katika hii biashara yangu. Yesu, ninakuita katika hii safari yangu. Yesu, ninakuita katika hii kalamu yangu. Ndio maana Yesu alimuuliza mama yake, kwa nini wewe unaniuzisha katika mambo haya? Because Jesus knew ya kwamba hii kalamu iko na mwenyewe, na kwa sababu iko na mwenyewe, yeye ndiye aliyekuwa na jukumu na nafasi ya kunialika katika mambo yake. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, ni kwa sababu bwana harusi alijua ya kwamba mahali Yesu yuko mambo yote yanakuwa sawa. Na wakati divai ilisha, kama vile mama yake Yesu alivyowaambia kwamba lolote atakalowaambia mfanye, nyinyi kazi yenu ni kutii. Bible inasema ya kwamba in verse 7, Jesus said to the servants, fill the jars with the water. So they filled them to the brim. Then he told them, now draw some out and take it to the master of the banquet. Yesu akawaambia wale wafanyikazi, sasa jazeni hizi mitungi maji. Biblia inasema ya kwamba nao wakatii. Na walipotii, Yesu akawaambia yani ya kwamba sasa toeni mengine na mpelekee mgeni mheshimiwa aliyekuwa amealikwa katika kalamu hii. Jambo moja ninaona hapa ni ya kwamba wakati umeuzisha Yesu katika maisha yako, ni vizuri uweze tena kukubali yeye mwenyewe atawale. At times we involve Jesus in our lives, but partially. Hatutaki Yesu achukue ushukani wote. Wapendwa wanaonisikiliza na wanaonitazama, ni vizuri unapomwalika Yesu katika mambo yako, sio kumwalika tu, wacha tena atawale katika mahali ambapo umemwalika. Wacha Bwana atawale katika maisha yako. Wakati ulipomkubali Yesu katika maisha yako, kama umeokoka, ulisema na Yesu, tawala katika maisha yangu. Sasa ni vizuri kuruhusu huyu Yesu atawale kikamilifu katika maisha yako. Biblia inasema ya kwamba huyu bwana harusi alitulia, alipata pumziko, na kaachia Yesu afanye kazi yake katika hiyo karamu. Na Biblia inasema ya kwamba wakati alipomwachia Yesu afanye mambo yake, inasema ya kwamba alipoinuka na kuanza kujidhihirisha ya kwamba
uwepo wake uko katika hiyo karamu, mambo yalibadilika. When Jesus take full control of your life, there must be a change in your life. There must be a difference. Kulikuwa na utofauti wa divai ya kwanza na divai ya pili. Divai ya kwanza haikuwa imeisha na Yesu hakuwa ameanza kujidhihirisha wakati divai ya kwanza iliisha. Sasa Yesu akaanza kujidhihirisha sasa kwa divai ya pili. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa tamu kuliko ile ya kwanza. When Jesus comes in your life, when Jesus comes in your businesses, watu lazima watambue ya kwamba kuna mtu mgeni, kuna utofauti katika ndoa yako, kuna utofauti katika biashara yako, kuna utofauti katika familia yenu, kuna utofauti katika vile ambavyo unavyofanya mambo, kwa sababu Yesu ameingia katika maisha yako. Hallelujah. In other times in our lives, let us involve God in whatever that we do. And the Bible says, hata wageni waliokuwa katika hiyo karamu wakatambua kuna utofauti ambao umeonekana, kwa sababu walikuwa wameoja divai ya kwanza na sasa divai ya pili wameanza kuoja, na wakasikia kwamba there is something that has happened. Hii si ile ambayo tumeionja. Na verse 10, the Bible says, and saying, everyone brings out the choice, the wine first, and then the cheaper wine after the guests have had too much to drink. But you have saved the best till now. Wakaanza kulalamika, kwa nini umetunywesha divai ambayo haikuwa tamu? Kwa nini ulikuwa umeweka hii divai ambayo ni tamu? Mbona hatukunywa hiyo pale mwanzoni? When Jesus comes in your life, there are things that people will see different in your life also. Maana wakati Yesu ameingia katika maisha yako na ameanza kuhusika kikamilifu katika mambo yako, hata watu kule nje watatambua ya kwamba kuna kitu ambacho si cha kawaida. When Jesus comes into a situation, it never becomes the same again. When Jesus comes in every event, it never becomes the same again. Na kwa hivyo mpendo unanitazama na unanisikiliza, na kusihi kwa jina la Yesu ya kwamba tumuhusishe Bwana katika maisha yetu. That's why I said in the beginning, God. Musa akajua ya kwamba safari hii mambo ni mengi, dhoruba ni nyingi, kutakuwa na manunguniko ya watu njiani, maana hao watu walikuwa wengi. Lakini akataka kujua wakati haya mambo yatakapoinuka, where will I run unto? Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba in the book of Proverbs, the name of the Lord is a strong tower, where the righteous runs unto it and are safe. So Musa akataka kujua wakati mambo hayaendi mzuri, wakati hawa watu watakuwa shida katika maisha yangu, wakati safari itakapokuwa ngumu, wakati hawa watu watakapogojeka wakiwa jangwani, nitakimbilia wapi? Na Biblia nasema ya kwamba Musa akamwambia Bwana, kama hauendi na sisi, Bwana usiruhusu tutoke hapa. As Moses knew the importance of God being in every journey. Moses knew the importance of God being in every occasion. Na sasa akamwambia Bwana, if you are not going to go with us, do not let us come out in this place. Hallelujah. And I want to beseech you, my dear friends, in the name of the Lord, ya kwamba kabla ufanye kitu, wacha Bwana ahusike katika jambo ambalo
kulifanya. Na tunaona ya kwamba wakati wana wa Israeli walipofika jangwani na wakakosa maji, Musa alikuwa na suluhisho. Maana kuna mahali alikuwa anakimbia walipokuwa na njaa pale jangwani. Musa kuna mahali alikuwa anakimbilia kwa sababu alimtanguliza Mungu katika safari hiyo. Walipongojeka, Musa alikuwa na pumziko kwa sababu alikuwa anajua ni wapi atakapokimbilia hao watu waweze kuponywa. Unanisikiliza asubuhi ya leo, na kusihi kwa jina la Bwana ya kwamba ni vizuri katika shughuli zako wacha ukamuhusishe Mungu katika mambo yako yote. Bwana harusi akajua maana ya Yesu kuwa katika karamu yake. Hakuwa anajua ya kwamba divai itakuja kukatikia kabla ya harusi kuisha. Wakati unapomwalika Yesu katika maisha yako, jamani, hakuna aibu utakayoipatana nayo njiani. Yesu alifunika aibu ambayo ingelitokelezea wakati divai iliisha. When Jesus will come in your life and take full control, he will clothe your nakedness. Atakufunikia uchi wako na udhaifu wako hautaonekana, kwa sababu yeye ndiye msaada ulio wa karibu sana. Bwana harusi angelisumbuka, maana wakati huo hangeliamuka kwenda kushughulikia divai itatoka wapi. Ashukuriwe Mungu wa mbinguni, ni kwa sababu ya wale watu ambao wanaohusika na kumtanguliza Yesu katika maisha yao. Jesus, when he comes in your life, there will be no shame that you meet on the way. Ukisoma katika Biblia, mitume siku moja wakawa wanavuka bahari na kukawa na mawimbi mengi sana katika ile bahari, na Biblia inasema ya kwamba Yesu alikuwa ametulia katika merikebu na alikuwa ameshikwa na usingizi, na mitume wakasumbuka sana na wakaanza kusema wakipiga duru, sasa tunaagamia. Hawakuwa wanakumbuka ya kwamba mfalme wa wafalme yuko pamoja na wao. Na Biblia inasema ya kwamba katika hali ya masumbuko yao wakakumbuka ya kwamba Yesu amelala pale pembeni katika hiyo merikabu, na walipokimbia na kumwamusha. Nalo faisha ni kwamba Yesu hakuwa na mambo mengi, alisema tu bahari itulie, and because he is the king of the nature, Biblia inasema ya kwamba mawimbi yakatulia na wakavuka bahari bila wasiwasi. When we have cold in our lives, mashida mengine hayatakuwa yanatusumbua. Wakati mwingine unakimbilianga ndugu zako, unakimbilia watu wa ukoo wenu, unakimbilia watu wa kanisa lenu, unakosa msaada pale. Na ni vyema nikufahamisha ya kwamba when you have Jesus within you, and when Jesus orders your life, you have everything. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa katika jina la Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai, na kusihi kwa upendo wa Bwana ya kwamba katika mambo yetu yote tuweze kuachilia Yesu. Biblia ikasema ya kwamba kujani mnaosumbuka na kulemewa na mzigo mzito, nami nitawapumzisha. Huyu ni Yesu aliyekuwa ananena maneno haya. Hamna haja usumbuke tena. Hii hali itaisha lini? Hamna haja usumbuke tena. Hii shida utaisha nayo mpaka lini? Haina haja usumbuke tena. Huu ugonjwa utanisukuma hadi lini? Husisha Yesu katika hiyo hali.
Haleluya. Maana wakati bwana harusi alipomuuzisha Yesu katika karamu yake, Biblia inasema ya kwamba akapata pumziko na moyo wake ulikuwa na amani. Na kwa hivyo asubuhi ya leo, mahali popote unaponisikiliza, ni vema ukauzishe Yesu katika mambo yako yote. Ni vema umuuzishe Yesu katika biashara yako. Bwana akahusike katika ndoa yako. At times we learn to look for advice kwa watu ambao wanatushauri vibaya. The best counselor is Jesus Christ. Bible inamuita a wonderful counselor. Huyu Yesu utakapo tafuta ushauri kwake, hakuna siku utakapopotoka ama kupotoshwa. Utakuwa salama na utakuwa secure in this life. So at times in our lives, let us go in his throne of mercy. Na tumwambie Bwana Yesu, nipe ushauri wa kutosha na kuhitaji wewe. Nataka uhusike katika maisha yangu, kwa sababu nimetambua ya kwamba wanaohusika kwangu hawanisaidii. Bwana, husika katika shughuli zangu, husika katika ndoa yangu, husika katika biashara yangu, husika katika safari yangu ya imani. Wakati mwingine tunajisumbua na mambo ambayo yametuzunguka, lakini wakati Yesu amehusika, unapata mwangaza katika njia yako na hautaona giza tena, because in the beginning let God be. Biblia inasema ya kwamba in the book of Genesis, in the beginning God. And I want to tell you, hata wewe ambaye unanisikiliza, in the beginning God. Wanaomuuzisha Bwana katika mambo yao, God does wonderful. God does marvelous. God goes together with them. If God was with Moses, even you, Jehovah, will be together with you in whatever that you do. Je, ni mambo magapi ambayo umeyafanya bila yake Mungu kuwa? Ni siku gapi umeamuka bila kumuuzisha Bwana kule unakoenda, lile unaloenda kulitenda? Na ni shughuli gani ambazo unazoenda kuzifanya? It is your high time, kuanzia sasa na kuendelea, Bwana akahusike katika shughuli zako zote. Bwana akahusike katika mambo yako yote. Usimuite Bwana wakati mambo yamekuendea vibaya na huku umemuuzisha katika shughuli zako. Wacha Bwana akutangulize katika mambo yako yote. Na wakati Bwana atakapokutanguliza, mpendwa, utakuwa na amani, utakuwa na furaha. Biblia inasema ya kwamba in the book of Exodus, Mungu akamwambia Musa, my presence will go together with you and I will give you rest. May God give you rest when you involve him in whatever that you do. May God give you peace when you involve him in whatever that you do. Bwana akubariki, Bwana akutendee mema katika jina la Yesu. Wacha nikuombe baraka za Bwana ili Mungu akusaidie katika hali ya kumuuzisha katika mambo yako yote. Baba, nakushukuru kwa sababu ya mtazamaji wangu asubuhi ya leo. Asante ni kwa sababu yeyote ambaye amenisikiliza. Bwana, nakushukuru Bwana ni kwa sababu ya maisha yake. Naamini ya kwamba utamsaidia katika hali ya kukuuzisha katika mambo yao. Maana Bwana, wakati ulipouzishwa na Musa jinsi ya kuongoza wana wa Israeli, uwepo wako ulikuwa pamoja na yeye na hakukwama mahali hata wakati shida ilipambana na yeye katika jangwani. Na kwamba Mungu ulivyo hai, ya kwamba watakao kuuzisha katika mambo yao, uwepo wako Bwana uweze kuwa pamoja na wao,
wakaweza kuona ushindi wako na hata mkono wako. Mfalme, na kushukuru kwa sababu ya bwana harusi alipokualika katika harusi yake, na asante kwa sababu hakumwaibisha. Hata bwana ambao wanaonisikiliza asubuhi ya leo, naomba usiwaaibishe, mradi tu watakuuzisha katika mambo yao, na jina lako litukuzwe, jina lako libarikiwe Bwana. Tukatupe mioyo ya kukuita kila wakati, ukatupe mioyo Bwana ya kusikia na kulitenda neno lako, ili tuwe wa baraka, sio sisi tu, hata katika ulimwengu mzima, katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, na kila mtu aseme amen. Shalom, shalom. May God bless you kwa kuweza kunisikiliza na kunipa wakati huu. Bwana awabariki sana. Amen. Amen.